Karibu tena katika mwendelezo wa mtoto wa mchungaji sehemu ya pili. Mwalimu, tulimwona mtu akifukuza pepo kwa jina lako, nasi tulijaribu kumzuia kwa sababu hakuwa mmoja wetu. Lakini Yesu akawaambia, msimzuie kwa sababu hakuna atendaye miujiza kwa jina langu, kisha mara baada ya hilo aseme maneno mabaya juu yangu. Nakuomba mara moja nje tuzungumze. Kiukweli mahubiri yake nilikuwa hata sielewi. Nilikuwa naona ananichanganya tu. Nimemuita aje mwenyewe, anakuja na mtumishi mwenzake geto. Sasa hizo si dharau? Kwanza nafurahi sana kwa kuitikia wito wangu. Unajua sikutegemea kabisa kama ungekuja leo nyumbani. Ni kweli. Na chumba nilichokuelekeza hicho ndio umepatia umeingia hicho. Kweli kabisa. Safi kabisa. Nafahamu kuwa wewe ni mtoto wa mchungaji Sarafina. Lakini tukio la kuja na mtumishi mwenzako kwenye chumba changu sio jambo zuri. Kwa sababu mimi pale nilikuita ili tufanye mazungumzo mimi na wewe. Sio mimi na wewe na mtumishi mwenzio. Alafu hayo masuala ya sijui kusoma neno nini, kiukweli umenichanganya. Mimi sidhani kama yalikuwa na shida sana kwa sababu yule ni mtumishi. Unaelewa maana mtumishi? Kwa hiyo ndio maana nimeongozana naye tufanye angalau hata maombi. Tuibariki hata nyumba. Kwani kuna shida gani hapo mchumbani? Hamna shida. Sasa sisi tutapata muda gani wa kukaa mimi na kwa sababu wewe nilikuta tukae mimi na wewe. Ndio maana nikasema ukishafika kanisani tukifuata zile taratibu zote tunakuwa huru. Yaani hapo tunakuwa huru, yani kabisa tunakuwa huru. Kunakuwa hakuna shida yoyote kabisa. Sawa. Ngoja tufanye hivi sawa? Nisubiri hapa niongee na mtumishi ndani mara moja. Kuna kitu nimuite mara moja tu samani. Hamna shida. Sawa. Upo? Nipo. Sawa. Karibu. Beba vitabu vyako. Sasa ndugu yangu, naam. Nimemwacha hapo nje huyu mwanamke ili tuje tuzungumze kiume. Ndio. Unajua wewe ni mwanaume ndugu yangu. Haya mambo unaoleta ni ya kike. Kwa nini nasema hivyo? Mimi nimemuita mtu wangu, rafiki yangu. Wewe unakuja naye geto. Yaani wewe hatuseme, wewe umekuja kama nani? Mimi nimekuja kama mtumishi. Mtumishi wa nini? Kwa sababu amenichukua nije ila yeye kuniambia kama anakuja, ananiambia tuje tutoe neno, kisha tuone. Gani? Neno huu. Neno lipi mageto? Sikujua kama tunakuja geto. Lakini na wewe unajua mni geto? Ndio naelewa. Basi wewe ukupaswa kuwa Sasa sikia. Kitu ninachokitaka. Ndio. Wewe ni mwanaume mwenzangu. Mimi kuna mambo mengine ambayo nataka nizungumze na mpenzi wangu. Nitazungumza na wewe huko. Unaniambia habari za kitumishi. Sikia. Fika pale, nimemwacha hapo nje. Mwambie mimi naondoka. Tutarudi, umepata dharura unaondoka. Uniache na ndege wangu rafiki yangu. Unajua nimehangaikaje kumuinda. Acha mambo ya kike rafiki yangu. Lakini kumbuka unaongea na mtumishi. Mtumishi wa nini? Kwangu mtumishi huu. Sawa, nimeelewa. Nenda yuko nje hapo, sio umenielewa? Sawa, naenda. Hata jamaa kama kakike bwana. Mimi namuita mpenzi wangu na yeye anakuja.